Ni nini kusudi lako? Ni nini hatima yako? Kila mtu amezaliwa kwa kusudi maalum. Kuna wengine wamezaliwa kuwa viongozi, kuna wengine wamezaliwa kuwa wanamuziki, kuna wengine wamezaliwa kuwa wachungaji na halikadhalika. Je, wewe unajua kwa nini umezaliwa? Unajua kusudi lako? What is your purpose? Kwa jina naitwa Ofen Suleiman Rashid na hii ni OSR Media. Fuatana nami upate kufahamu mengi yaliyomo zaidi. Hivi ushawahi kujiuliza swali ya kwamba unaishi katika makusudi yako au unaishi ili mradi tu unaishi? Kwa Kiingereza wanasema kwamba are you living in your purpose or are you just living to survive? So kumekuwa kuna msukumo wa watu wengi katika jamii leo huwa wanaishi nje ya vile vitu ambavyo wanatamani kufanya, na hii ni kwa sababu ya masuala mbalimbali. Vikiwemo unakuta msukumo wa jamii. Jamii inatamani ikuone umefanikiwa. Jamii inatamani ikuone una hadhi fulani. Kwa hiyo ikikona nje ya hayo matarajio, unajikuta upewe heshima au unadharauliika katika jamii na kuzunguka. Jamii inaweza kuwa familia, marafiki, ndugu, jamaa. Kuna mwanamichezo mmoja wa tennis ball anaitwa Andrew Agassi. Yeye alikuwa mshindi wa tennis ball mara 8, mshindi wa dunia. Lakini alipokuja kuuliza swali kwamba anapenda mchezo wa tennis, majibu yalikuwa ni ya kushangaza. Ni kwamba hata alikuwa apendi, ila ni ushawishi wa wazazi. Baba yake ni mshauri kwamba akacheze mchezo wa tennis. So tunaona kabisa mtu mkubwa kabisa ambaye amefanikiwa hata kushinda ushindi wa dunia mara 8 katika mchezo wa tennis ball, lakini alikuwa apendi mchezo wa tennis ball. So hii inaonyesha ni namna gani jamii inaweza ikamsukuma mtu akafanya kitu nje ya hatima yake au nje ya makusudi yake, out of his purpose. Lakini sio tu msukumo wa kijamii, kuna msukumo wa mitandao ya kisasa au mitandao ya kijamii. Hii ni kuna maanisha social medias. Leo tuna Instagram, tuna Facebook, tuna YouTube, tuna TikTok. Watu wengi wamekuwa wanaonesha lifestyle yao ya maisha ambayo inasukuma watu wengine kutamani kuiga. Swali linakuja, je, unaendana na maisha? Leo umemwona mtu fulani amenunua gari au amemnunulia gari mpenzi wake, na wewe utatamani ufanye hivyo. Utaweza? So tunaona ni namna gani jamii inaweza kumfanya mitandao ya kijamii inaweza kumfanya mtu akaishi nje ya makusudi yake. Unakuta watu wengi wanafanya vitu ili mradi tu kuridhisha jamii. Mimi natamani kuwa mwimbaji, lakini mzazi au familia nakwambia bwana, wewe inabidi uende jeshini. Umeona, inaonyesha ni namna gani kwamba yani hiyo mitandao ya kijamii inafanya ikutoe kwenye michezo. Lakini swala jingine ni hofu ya kushindwa au hofu ya kufeli. Watu wengi wamekuwa wanaishi nje ya makusudi kwa sababu wanashindwa kujaribu, kwa kuogopa kwamba watafeli kile kitu ambacho wanajaribu. Unakuta mtu ndoto yake ni kuwa kiongozi, lakini tokea shule ya msingi mpaka alipofikia hajawahi kugombania hata umonta, hata prefect, hata uongozi wa chuo. Kwa sababu gani? Unakuta mtu anaogopa kwamba nikifeli atatonaje. So ile hofu ya kujaribu, ya kushindwa kujaribu, hofu ya kufeli inamfanya mtu afanye vitu ambavyo havipo au sio kusudi lake yeye kuwepo. Kuna madhara gani mtu akiishi nje ya makusudi yake? Pindi pale ambapo umekuja duniani kwa ajili ya lengo fulani, lakini umefika kutokana na mambo mbalimbali, msukumo wa kijamii, mitandao ya kijamii, hofu ya kujaribu na vitu vingine mbalimbali ambavyo vinasababisha mtu aishi nje ya makusudi yake. Je, madhara gani atakukuta endapo ukaishi nje ya lile jambo ambalo Mungu amekuleta duniani? Kuna hii inasema kwamba kukosa kuridhika maishani. Ushawahi kufanya kitu alafu ukajikuta kila unachokifanya unaona bado kama kuna kitu kinapungua. Yaani unakuta labda ni mwajiriwa wa sehemu fulani, una mshahara wako mzuri tu, lakini unafanya kazi, maisha ni mazuri, lakini unaona kabisa kama kuna kitu hivi kinapungua, kuna kitu kina miss kwenye kile ambacho unakifanya. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa madhara ambayo mtu anaweza akakutana nayo endapo ataishi nje
ya makusudio yake. Lakini kuna kitu kinaitwa kukosa hamasa ya maisha, motivations. What gives you the reason to wake up every day in the morning? Kitu gani kinakufanya uamke kila siku asubuhi au kila unapokaa una feel moto moyoni mwako, kifani mwako kwamba kuna kitu inabidi nikifanye? Hiyo inaitwa motivation. Watu wa gym, unakuta mtu amechoka hiyo siku, anaumwa, anajisikia vibaya, lakini ataamka ataenda gym kwa sababu that is their passion, that is their purpose, ana feel kufanya vile. So ukiwa mtu ambaye unaishi nje ya makusudi yako, nje ya purpose yako, lazima kuna muda utafika utakosa motivation. Unaamka asubuhi kwenda kazini unajisikia uvivu, hapana leo siendi. So hayo ni miongoni mwa madhara ambayo mtu atashindwa kuishi ndani ya makusudi yake. Lakini pia kuna kitu kinaitwa kukosa mwelekeo wa maisha. Unakosa mwelekeo wa maisha, unajaribu unaishi maisha ambayo labda uelewe unaenda wapi. Kuna stage inafika kila unalojaribu linashindwa, kila unalofanya linakwama. Ni kwa sababu you don't know your purpose, you don't know what you are doing. So hii inapelekea watu wengi kuwa na msongo wa mawazo, kukata tamaa ya maisha, hata kufeli kabisa, kushindwa kujaribu kingine chochote. Lakini pia tunaona kuna kitu kinaitwa mtu inakuwa ni rahisi kuathiriwa na watu wengine. Yaani unakuta tu kuna mtu anakuja, unajua kuna biashara fulani bwana ukifanya inasaidia sana, au unajua ukiwa na kitu fulani unaweza kufanya 1 2 3 hapo ukatoka hapo lipo. Na unakuta mtu kama hujui your purpose, unakuta unafanya kila kitu. Kwa hiyo hii inakutoa nje ya mchezo, inakutoa nje ya kile kitu ambacho umeletwa ufanye. Your purpose is your destiny, don't forget that. Unakwambia kwamba kuna msemo unasema, when the person live without purpose, they spend their life chasing things instead of building meaning. Yani mtu anapoishi nje ya makusudi yake ataisha tu kufukuzia jambo pasipo kutengeneza maana hilo jambo. Unajikuta unaweza kuishi miaka 50 duniani au miaka 60, lakini kama uliishi nje ya purpose yako, unakuta uachi legacy yoyote, uachi historia yoyote, just like umeishi tu bado umeishi. So hayo ni madhara ambayo mtu anaweza kukutana nayo endapo akaishi nje ya makusudi yake. Unajua 90% ya dunia ya watu wa leo wanaishi nje ya purpose yao kwa sababu ya changamoto mbalimbali kama nilivyozungumzia hapo mwanzo. Lakini ukiwa kama kijana, ukiwa kama binadamu, ukiwa kama mwanaume, ukiwa kama mwanamke, ni jambo gani ambalo unatakiwa ufanye ili uishi ndani ya makusudi yako? Cha kwanza kabisa unasema jiulize maswali wewe mwenyewe kiundani kabisa. Ask yourself a deep question. What matters in life? Kwamba ni jambo gani ambalo ni la muhimu katika maisha leo? Unasema what kind of life do you want to live? Na aina gani ya maisha ambayo wewe unataka kuishi? Lakini kingine unasema what problems in the world do I feel strongly about? Ni tatizo gani kwenye dunia ambayo inanizunguka inanifanya labda inanitia hamasa au inanitia uchungu wa kutatua hilo tatizo? So unapojiuliza maswali kama hayo, ndipo unapogundua nini maana purpose yako. Kitu gani kina matter? Labda mimi bwana naona ni muhimu nikiwa na familia, nikiwa na kazi nzuri, watoto, nimesaidia familia yangu. So ukiwa unajiuliza maswali kama hayo, kama hilo, na maana unajikuta una focus kwenye purpose yako, kitu ambacho unatamani ufanye. Lakini pia unataka kuishi maisha gani? Kama if you just want to be normal person, just live normal, wao ujihangaishe. Lakini kama you have big dream, you must fight. Yani hakuna kulala, kwa sababu ndio maana matajiri ni wachache alafu maskini ni wengi. Na maana kuna vitu ambavyo matajiri wanafanya, maskini huwa hawafanyi, au watu tabaka la chini huwa hawafanyi. Kwa hiyo inabidi ujiulize ni jambo gani ambalo unatamani kufanya, maisha gani ambao unatamani kuishi. Lakini pia chingine ni jambo gani au changamoto gani katika dunia, jamii inakuzunguka inakufanya yani ujisikie tofauti, yani ujisikie strongly about you want to solve it. Unajua
Bill Gates ashakuulizwa swali moja. Bill Gates tajiri wa dunia tunamfahamu. Ashakuulizwa kwamba ni kitu gani kimefanya uwe tajiri. Bill Gates alisema kwamba mimi nimegundua kitu ambacho nasikia raha kufanya kuliko pesa. Kwa hiyo yeye anapenda kudiscover vitu vipya. Kwa hiyo yeye anavumbua vitu vipya, ametatua changamoto za watu. Akitatua changamoto za watu, hela zinakuja. You see? Lakini pia hata mtu ambaye aligundua gari, sawa, aliona watu wanatembea kwa mguu, watu wanatumia farasi, watu wanatumia ngamia, wanatumia muda mrefu kusafiri. Lakini hauifa katengeneza usafiri ambao watatumia muda mfupi, wakagundua magari. So passion, ameona changamoto ya dunia, imempa kiu na passion au purpose ya kufanya kurahisisha ile usafiri. Anatengeneza gari, then amepata reward. Wherever you solve the problem you get the reward, you know that. Yani kila unapotatua changamoto za watu ndipo unapopata ya reward, fadhila, tuzo au mshahara. Lakini pia namna nyingine ya kugundua your purpose is to identify what you love. Kugundua kitu gani ambacho unapenda, kitu gani ukikifanya unasikia raha, kitu gani ukikifanya unakifanya katika comfortable way, yani uhangaiki sana. Unajua kuna tofauti wa hapa, kuna watu wa namna 4 au namna 3 kama sikosei. Kuna namna ya kwanza wanasema kwamba kuna mtu ana passion lakini ana skills ya kila ambacho anakifanya. Yani wewe una passion labda ya kuwa mpiga picha au una passion ya kuwa graphics designer, lakini hauna skills za kufanya hivyo vitu. Lakini kuna mwingine hana passion ila ana skills ya hicho kitu ambacho anakifanya. Yani kuna mtu unakuta yeye ni hivyo, mimi labda ni engineer, mimi ni daktari, lakini sina passion ya kile ninachokifanya. Yani sipendi, labda nilazimishwa na familia yangu nikasoma hivyo vitu. So things like that can happen. Lakini pia kuna watu wengine ambao yeye hana passion, hana skills. Yani yeye yupo tu. Yani kwamba yeye yupo, yani afeel kabisa kufanya. So if you want to find your purpose, jiulize kwamba ni kitu gani napenda. Je, ninachokipenda na passion nacho? Kama sina passion nacho, ina maana inabidi nikifanye niwe na passion nacho, niwe nakipenda. Kama wewe labda unapenda kuwa graphics designer, unapenda kuwa public speaker, alafu you don't have skills. That is your passion but you don't have skills. So you have to find your purpose. How? Inabidi uanze kujifunza vitu vipya. Skills. Unapenda kuwa public speaker, basi kusanya na marafiki zako wale 3, ongea nao. Ongea darasani, ongea unavoenda sehemu, uliza maswali. Fuatilia public speakers wengine, vitu gani ambavyo wanafanya. Ndipo unaweza kujifunza. Ndipo unaweza gain your purpose, find your purpose through that way. So tunaona point nyingine ambayo mtu anaweza kugundua purpose yake ni recognize your strength, recognize your potential. Jitambue thamani yako, nguvu yako. Ni kitu gani ambacho ukifanya wewe, yaani unafanya katika perfect. Bwana, labda mimi ukinipa nipige picha, mimi nanyoosha, napiga picha kali, picha quality. Au mimi bwana ukinipa ni edit tangazo, nitafanya tangazo watu watajaa. Au mimi ukinipa niongee mbele za watu na huwa ni sana. Mimi ukiniambia kitu gani ambacho nafanya na feel strength, mimi ukiniweka mbele ya kamera, I do my best, I will kill it. So what is your strength? What is your strength? Kitu gani ambacho ukifanya una feel yani unaweza kufanya katika ufanisi mkubwa. So inawezekana labda ukao ujui your purpose, ujui makusudi yako, ujui Mungu kwa nini amekuleta. Labda you are struggling kwamba mimi ni nani sasa, nifanye nini? Kaa chini, angalia ni kitu gani ambacho ukikifanya unafanya katika ubora mkubwa. That is your strength, that is your passion, that is your purpose and destiny. You have to do it, don't wait tomorrow. You don't have tomorrow, you know that. Yeah, so kuna kitu kinaitwa point nyingine ili uweze kugundua passion yako. Wanasema pay attention to what frustrates you. Kwamba kuwa makini na vile vitu ambavyo vinakutia hasira. Labda umeenda katika jamii fulani, umekuta watu wanapenda kona, hawana haki haifuatwi. Ukiona mtu anadhulumiwa unasikia uchungu. Ukiona mtu anaonewa unasikia hasira, yani
That is your passion. That is your purpose. Uliitwa wewe kwa ajili ya kuwa kiongozi, kwa ajili ya kuwa mwanasheria, kwa ajili ya kuwa judge. Ingia kwenye hiyo passion yako, fanya. Kuna hatua za kufanya pia mtu ufikie sehemu ambapo unataka kufika. So chingine labda unakuta wewe bwana umaskini unakukera, yani ukikaa umekosa hela, yani una feel this is wrong. Unaona, ukiona hivyo jua basi wewe umezaliwa labda your purpose ni kuwa tajiri, your purpose ni kuwa mfanya biashara, kutatua matatizo ya watu wengine, wasiishi kama vile ambavyo wanaishi. Unajua nilikuwa nasikiliza ni interview moja ya DJ ni anaitwa nani, DJ Romy, ndugu yake Diamond. Alikuwa anasema kwamba Diamond Platnumz na Sib Abdul, yeye bwana kuna stage alishafikia alitaka kujiua kabisa kwa sababu ya alikuwa anatamani afanye vitu vingi lakini uwezo ulikuwa unamzuia. Kwa hiyo kafikia stage akatamani kujiua. Bwana mimi hii inamaanisha ile ilikuwa inamtia uchungu, inamtia hasira ya yeye kuendelea kupambana afike anapotaka. Leo tunaona mtu yupo wapi? Si mtu unavyoishi ndani ya purpose yako inakufanya ufike sehemu ambapo wengine wameshindwa kufika, kwa sababu wewe unaishi ndani ya makusudi yako. Sio kwa sababu mtu fulani anafanya, hapana, ni kwa sababu you want to do it. Lakini namna nyingine ya kuishi ndani ya purpose yako, ndani ya makusudi yako, ndani ya hatima yako, wanasema ni kutry different experience, kujaribu ujuzi tofauti, kujaribu experience tofauti, jaribu kuishi maisha mengine ambayo hujazoea kuishi, kutana na watu wapya. Labda wewe bwana, wewe kwenu unakaa Mbagala, lakini wewe umezaliwa Mbagala, umekulia Mbagala, umesomea Mbagala. What do you think? Unaweza purpose yako kukuta ipo Kimara. So kuna mda mwingine kuhama sehemu moja kwenda sehemu nyingine is the best way to find your purpose. Labda ukikutana na mtu fulani, ukikutana na mtu wa aina fulani, atakusaidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. So mambo kama hayo yanafanya mtu agundue purpose yake. Ukiishi ndani ya makusudi yako, inakurahisishia wewe kuwa na raha kila unachokifanya, kufanya katika ufanisi wa hali ya juu, maisha yanakuwa mazuri. So tuna mengi sana ya kujifunza. Kwa hiyo tunaona ni jinsi gani mtu anaweza akapata madhara au akaumia kutokana na kuishi nje ya makusudi yake, nje ya makusudi ambayo Mungu amemuumba. Au tunaweza kuona ni namna gani mtu ambavyo anaweza kufaidika endapo ataishi ndani ya purpose yake. Lakini pia tumeona ni namna gani ya kuishi ndani ya makusudi yako ambayo Mungu amekuumbia. So nadhani it's time to take action. Kama ulikuwa unaona kuna jambo linakutatiza, kuna jambo labda umejifunza kutoka kwangu, basi unaweza ukafika kwenye social media zetu, social media, Instagram, YouTube, ukaweka comment yako, ukapata kujifunza, ushauri na saa unapatikana pia. Martin Luther King alisema kusema kwamba ukiwa unapenda kuishi kwa amani, basi inabidi ujiandae vyema kama wale ambao wanapenda kuishi katika ukorofi. So wake up from now on, chase your purpose, chase your dreams. That is your destination. Ulikuwa nami Ofen Suleiman Rashidi, na hii ni OSR Media. Fatana nami upate kujua mengi yaliyomo zaidi.